inanifunza nachojali kutimiza mfike mbali, ila ndoto yangu Pole na kazi mimi. Unajua kitu chochote kinachoshughulisha mwili pia ni kazi, au unaonaje? Basi pole na wewe. Mimi? Sasa nimefanya mdundo gani? Zaidi ya kutembea tu. Hata hiyo yako pia ni kazi. Unajua kitu ambacho ninachoshukuru, mimi nimekuwa wa pili, wewe umekuwa wa kwanza kufika mjengoni. Unajua wakati nakuja hivi nafanya lesi ili kutinga hapa, akili yangu yote ilikuwa inawaza mbona nimewahi kiasi hichi? Kumbe Bwana Mungu mwenyewe ana kudura zake. Sio, unanielewa? Kunikutanisha na mtoto mzuri iskali kama wewe. Sema Aileen, nahisi leo nitaongea kilichopo moyoni mwangu. Kiukweli unajua ni mzuri sana, mpisi, nampenda lini kutoka moyoni, ana macho mazuri na shepu kwa mbali. Kutoka moyoni, ana macho mazuri na shepu kwa mbali. Okay, by the way, mwalimu katuambia tuna deal na scene ambazo ipo hot, pia vile vile scene ambayo iwe na conflict ndani yake. Yeah? Na bora nimekukuta. Na wewe ni mwanangu sana. Na ninakuheshimu toka kitambo. Sasa ongea na mdogo wako. Mwambie aache kuingia kwenye anga zangu. Nitakuja kumchoma bisu la tumbo. Hata kuja kamili kama ni nini. Wow. Oh, wow. I miss you. Karibu. Aisee, umependeza sana. Serious. Very nice. Unaonaje hapo? Mazuri. Maana ni muda mrefu, siona kama manza zimebadilika na wewe umebadilika kabisa. Isitoshe hata wewe mwenyewe umekuwa busy sana, haushiki simu, uonekane kwa sababu tu huo busy. Basi hao matunda angalau tungekuwa tunakula wote basi. Hata tukaribishane ndugu yangu.
Yaani idea. Yaani na mambo mengi kiasi kwamba yani yote yanazunguka kwa wakati mmoja. Kuna wakati mwingine nakosa hata hamu ya kula. Nakula juu tu. Lakini ni sahihi kwa sababu level uliyofika wewe ni level ambayo kiukweli lazima uwe busy. Kwa sababu wewe sasa hivi ulipofika umefika level ya juu. Maana kila unapopita kila kona watu Mungu bwana huwa anachagua watu wapo hapa bwana. Unajua sisi bado tupo tunasafa hapa. Yeah. Yaani bila ya kuficha kabisa, my dear. Yaani ukitaka ufanikiwe, sawa? Ukitaka ufike katika malengo yako, imani yako, akili yako, utashi, lazima uconcentrate kwa Mungu. Mungu ndio kila kitu, ndio ambaye anafanikisha mapambano yetu. Dada, sikia, kama una nguvu za kiume ni wewe, na visiwa zako sisi tunabaluza. Mimi najua mwanga tu, sasa nikalegea baba zoezi, huo ndio mwanga wangu. Mwambiaje? Hivyo kuna demo atakaa naye wewe. Mimi nadhani ujio wako madam anafahamu. Yeah, madam anafahamu sana tu, na ndio maana niko hapa. By the way, naona kama kuna wanafunzi wapya vile sasa hivi. Wengi wanajiunga, wengi sana. Wengine wanatoka kama hivyo waenda kufanya kazi 2-3 kama wewe, wanatafuta ustako. Sisi ndio tumebaki tu, mkienda mkiunda. Wewe unapenda kuharibia mipango ya watu. Mipango gani blaza? Kausha wewe, vipi unajizima data au sio? Network zilo au? Sikiliza. Sawa, usijifanye ujui. Unafahamu kila kitu. Wewe boya nini wewe? Sasa mimi ningekuwa nafahamu ningekuuliza blaza au? Alafu acha kubishana ujue. Acha kubishana sawa? Sina haja kujieleza kwa nguruwe poli kama wewe. Sawa? Issue ni moja tu. Siku nyingine ukiniona nipo na mtoto mkali, Aileen, nakuomba pita mita 100. Oya, takunyonya masikio. Ushakunyonya masikio? Ushakunyonya masikio? Hapana blaza. Hapana. Takutafuna bila na nini? Wewe boya nini? Sipendi dharau. Sawa? Sasa wewe wako. Nadhani tumejiandaa ya kutosha kwa ajili ya matarajio ya kazi yetu kama tulivyokuwa tumetangaziwa, na tumeshasoma sana, tumefanya mazoezi sana kwa ajili ya kuingia kambini kufanya kazi yetu, lakini na mambo kadhaa ambayo nahitaji kuyazungumza siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo nahitaji kulizungumza, tumebakiza siku ya kesho kwa ajili ya kujiandaa. Kesho kutwa tuingie kambini kwa ajili ya kuanza kushuti. Maandalizi yote yamekamilika na kila kitu kiko sawa. Nachokiomba kwenu nyie ni userious katika kufanya kazi. Na waombeni sana muwe serious katika kufanya kazi. Lakini pia jambo lingine ambalo nahisi ni kubwa na linahitaji usikivu zaidi, mwenzetu ambao tulikuwa naye amepata dharura, na hivyo nafasi yake imepata mtu ambaye analikava hiyo nafasi yake, ambaye Tina amepata dharura hatokuwepo. Hivyo nafasi yake imechukuliwa na dada yetu pale Helen. Kwa hiyo naona mmefurahi sana baada ya kusikia hivyo Lakini pia kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifahamu kwa sababu tunapoelekea ni kambi, na kuna vitu vingi ambavyo sisi kama wasanii lazima tuvijue. Juhudi zetu ndo goli la mwisho ambalo tumelibakiza. Kama hatutokuwa na juhudi wala maarifa kwa kile kitu ambacho tunakifanya, hatutokuwa na maana ya kufanya kazi. Kuna wengi wanafanya kazi, lakini natakiwa hii ndio iwe kazi bora na zaidi. Kwa hiyo juhudi zenu nazitegemea sana na nguvu zenu. Mimi natumai katika hilo hamtoniangusha, kwa sababu naelewa wote mna viwango ambavyo sioni mtu ambaye
Kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha dada Helen ili aweze kuzungumza mawili matatu. Karibu sana dada Helen. Wow, makofi jamani. Karibu sana. Karibu. Hi guys. Hi. Mambo. Poa. Mko poa? Poa. Za mazoezi. Kwanza naomba jipongezeni kwa mazoezi. Actually, yani nafurahi sana ninapoona wingi wa kama hivyo wasanii wakiwa mazoezini. Ni kitu ambacho yani najisikia furaha sana. Jipongezeni tena kwa hili. Okay, nimepokea jumbe kutoka kwa madam na mpaka sasa niko hapa. Ni kwa sababu ya upendo, ni kwa sababu ya heshima, ni kwa sababu ya usikivu nikiwa mazoezini. Namshukuru Mungu sana kwa hilo. By the way, ningependa niwashauri sana wasanii wenzangu. Jamani, unapokuwa mazoezini, akili yako, utashi, vyote viwe katika mazoezi. Na mazoezi ndio yanakufanya wewe move on, ufikie katika maendeleo yako ambayo unataka, malengo na kila kitu. Vile vile ningependa kumalizia kwamba siku zijazo Mungu akisaidia tunaenda kukaa kambi, right? So, ningependa mnipe ushirikiano wenu, tufanye kazi vizuri, final wasanii wote tuwe serious katika kazi. Uoyo. Mbona mfanyi vipi eh? Huyu star mkubwa jamani Helen. Uoyo. Ongera sana. Kumbe una msanii mkubwa namna hii. Asante sana. Asanteni jamani. Makofi tafadhali, alizishi. Changamkeni. Mimi napenda sana kwa sababu naona mwitikio unakuwa mkubwa na watu waliotoka hapa wanakuwa wengi. Natarajia leo kesho wewe yule na watu wengine zaidi wawe vizuri kama dada Helen pale. Lakini napenda kutoa hai kwamba sasa hivi tumesitisha mazoezi mpaka siku ya kesho kutwa tutakapokutana kwa ajili ya kwenda kambi. Kwa hiyo wote mkajiandae kwa ajili ya kambi na natumai kila mmoja atafanya vizuri katika hilo. Sina shaka na hilo. Sawa eh? Unaona maandalizi yanaendelea kama kawaida. Yaani wewe, ingekuwa mtu anakujua vile ulivyo, yaani watu wanapokuona nje ni upole, lakini jinsi ulivyo sasa kwa ndani hauna hata upole. Aya, sasa hapo Mr. Handsome katokea? Jamani, acha nimsifie shemeji yangu jamani, ni handsome na shati jamani, mkaka amesimama mahali kwake jamani. Ila wewe ni mkorofi wewe. Mkorofi tena? Mara shama kwa Mr. Handsome. Na kuona wewe malaya mmoja unayejua kuibaba bwana za watu. Yeah? Dada, maneno gani wewe unamwambia mwenzio? Jaribu basi kuwa mstaarabu kidogo. Na wewe kama nani? Wewe ndo kunifundisha mimi kuongea? Dada, tuheshimiane. Hivyo Sabrina una nini lakini wewe? Maneno machafu yote yanakutoka ya nini? Nishakwambia kila siku achana na haya mambo, si unafuatilia kila siku. Wewe una nini lakini? Dada, unadhani nitaliacha kiurahisi? Siwezi kuachana na huyu. Yaani wewe mimi na wewe tutamalizana. Sijui unanielewa? Maraya mmoja ambaye ufanya nini hata na mwanamke. Muone kwanza. Kazi kufua mitambara tu, kwenda kuibaba bwana za watu. Kwani hapo una nini kitu kingine? Hivi wewe malaya,
Unaweza kanizidi mimi yani kimfano? Unanizidi nini mimi? Unanizidi nini? Na kushangaa. Hasa sikia nikwambie. Hatujamalizana. Sitokuacha. Tena mwambie huyu mwenzako huyu, na mimi nikiwa naongea na wewe, mtu yoyote asije kaingilia. Unasikia wewe binti? Kuwa makini. Haya hayakuhusu. Wala hujui mimi na Doreen tumetoka wapi. Tena ukae kwa kumkanya huyu rafiki yako. Mwambie nitamuonyesha. Nadhani anajua alichokifanya. Unasikia wewe mbuzi? Usiniangalie. Nitakuonyesha. Kama ni moto umeuasha sasa. Hauzimiki. Unasikia nikwambie wewe malaya mmoja. Hivi wewe? How dare you? Sabrina nini lakini wewe? Wewe kila siku nakwambia acha, usikii nini lakini wewe? Niache. Sabrina! Nini lakini wewe? Niache Aileen. Unataka kwenda? Hebu Aileen, let me go. Niache. Kuna furaha, kuna huzuni, ulahai wa mapenzi na ukatuni. Kuna zesha, sawa huni, kuna safari ni hatua, kufika ufanye dua. Naweza fanya yako ila bado wakaugua, wana complain, hawana vision.